wale ambao wanaona kwamba wale walingania fikra za Kimarekani tu, sidhani kama nyinyi mliohudhuria hapa na akili mlizokuwa nazo na Allah amewaneemesha na ufahamu, mtaweza mtu kumkubalia kwa fikra kama hizi. Ni mambo ya irjafu, na yule atakayezungumza neno Allah tabaraka wa taala ndiye anayejua ukweli wa mambo, na atakuwa ni shahidi mbele ya Allah kwa lile alilolisema, kama anavyotambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa haya yote tunayozungumza amesema Allah, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamesema aima kina Imam Ahmad na kina Imam Shafi na wengineo, Al-Qadhi Iyadh. Ikiwa maneno haya yote yameandikwa na Marekani, basi dini hakuna tena, hakuna tena dini. Sasa hizi aya tunazosoma zingatiwe. Je, mtu anaweza akasimama akafanya da'wa bila ya kuwa na ilmu? Jawabu ni hapana. Je, mtu anaweza kufuata utaratibu usiokuwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu ni hapana. Sasa nasema hivi ili kumalizia huu muhadhara, lile swali la jana niliahidi kwamba ndio itakuwa pengine muhadhara huu ambao sasa nitabainisha mukhalifun. Yani hapa nimezungumza kwa ujumla. Naam, ile swali halipo tena. Naam. Ilikuwa kushikabilia, lakini zile nukta mtu limetoa swali kutoka huko nje. Sasa tujui katika wao au si katika wao, lakini swali limeulizwa. Mnyamaze. Nadhani hapa kuna swali ambalo linafanana na jana. Tutaunganisha na swali la jana kwa sababu sijui limeruka vipi lile. Nasema ni swali limeulizwa. Neno tablighi ni kundi au wafikishaji? Na walichozusha hasa ni kipi? Na huu umma uliopotea tuendee vipi kuukumbusha katika akida sahihi? Khulafai Rashidin waliendea umma katika masala ya dini au waliwafikishia umma katika mimbari? Sheikh, naomba unijibu kwa sababu hiyo ndiyo njia ya peponi. Umeelewa? Neno tablighi ni kundi au wafikishaji? Na walichozusha hasa ni kipi? Swali liko wazi nadhani. Na huu umma uliopotea tuuendee vipi kuukumbusha katika akida sahihi? Khulafai Rashidin waliuendea umma katika masala ya dini au walifikishia umma katika mimbari? 5. Ndio anamalizia na saa yake. Na Sheikh, naomba unijibu kwa sababu hiyo ndio njia ya peponi. Sasa sijajua hiyo, yani hilo swali ndio njia ya peponi alizungumza na swali hilo, au hilo jawabu ndio njia ya peponi. Lakini Allah ndiye anayejua alichokusudia huyo aliuliza. Allah ndiye anayejua. Nasema hivi, ni swali limeulizwa. Ninasema wallahi wa billahi swali hili sikuliandaa mimi. Mimi sijaandaa swali hili. Kwa sababu kuna watu wana mambo ya kisiasa wanayotumia namna fulani, siku fulani wanazitumia. Mtu anaandaa maswali yake anakuja nao alafu auliza kama vile auliza ili apate njia ya kupitia. Lakini wallahi wa billahi wa tallahi swali hili limekuja hivi hivi kama lilivyokuja jingine jana. Sasa mimi nikiulizwa nasema sinyamazi. Na ninasema vile ninavyofahamu. Sasa kabla sijajibu swali hili, mimi nataka nikuelezeni jambo. Nakumbuka katika Ramadhani, yani baada ya Ramadhani iliyopita, katika mwezi wa Shawwal, katika kipindi cha 6 Shawwal, yani mwezi wa Shawwal, ndani ya mwezi wa Shawwal, kwanza kabla ya hapo nataka nikuwapeni picha. Hiyo picha itawapeni jawabu la swali hili. Siku moja nilikuwa mimi na darasa yangu ya baada ya maghrib, mara nyingi kutoka Jumatatu mpaka Alhamis nasomesha Sahihu al-Bukhari katika hii markazi yetu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nasomesha Sahihu al-Bukhari.
Sasa nilikuwa nasomesha kitabu al-ilm, nakumbuka hivyo, tukazungumza katika kuelezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya ilmu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema na mengineyo. Tukatumia aya hizi na nyinginezo na mengineyo katika akwali za wanawachuoni katika kuhamasisha watu katika ilmu. Wakati katika darasa waliingia ikhwa, yani ndugu katika jamaa tabligh, wakaja msikitini. Nadhani walikuwa wako mbali, wakasikia darasa, wakaja wakakaa. Wengine wafahamu, wakasikiliza darasa kutoka mwanzo mpaka mwisho, lakini nikana tilia mkazo katika suala la elimu. Na mimi najua wote walikuwa wamekuja pale hawakusoma. Nilipomaliza darasa inaonekana kwamba kama vile imepatikana taathira fulani kwa wao. Tukaswali al-isha, tulipomaliza mimi nikawavuta pembeni. Nasaha nikawa mimi nawatilia mkazo zaidi, nawaambia amali bora zaidi kwenu nyinyi kwa hivi sasa ni kukaa kusoma kwanza. Kwa sababu utakapokuwa umewaona watu mathalan hawaswali, watu wataki kuswali, halafu wewe hasira zikakupanda na raghba ukawaamrisha swalini, hawataki, ndio wewe kwa hasira tukaamua msikitini ukaswali bila ya udhu wala kuelekea kibla mathalan, waswali tu, hawataki kuswali huko, bila shaka utakuwa huna swala, sio? Kwa nini? Kwa sababu ukitaka kuswali lazima ufuate utaratibu wa swala, si ndio? Kuna taratibu na sharti uzitimize. Kwa hiyo hata vile vile ukiwaona watu wanaingia katika maasi, wengine wataki kulingania, ni lazima ufuate utaratibu wa nini? Wa ulinganizi. Haina maana tutakurupuka tu utafanya kitu hicho. Sasa nikawaambia kuna uwajibu jamani, sisi tusome, tuwafundishe watu kielimu, tuwafundishe watu. Tukifika mahali msikitini mtu wakaa anawasomesha watu ilmu, na watu wanamjia wanasoma ilmu ya kisheria, wanajua swala, wanajua ibada zote kwa ujumla kielimu kwa dalili. Huo ndio utaratibu. Tukazungumza, tukamaliza mazungumzo yale, alhamdulillah, tukapiana mikono, wakaondoka wale ikhwa kwa uzuri tu. Kwa sababu si kuna sihiana au kuna vibaya, kuna sihiana. Sasa kumbe yale maneno yakawa yanawakera katika nyoyo zao, kwa maana kwamba yale yalizungumzwa ni kweli. Nasema hivi, haya ninayozungumza Allah ni shahidi juu yangu, na kwamba sipotoshi, na haya nitakayozungumza sipotoshi, na wala yani sisemi uongo katika hili, na niko tayari katika haya ninayozungumza. Huyo anayehusika kama atakana, basi tuwapishane, tufanye mubahala, fanaj'al la'nata Allahi 'ala al-kathibin 'ala adh-dhalimin, tuape kwamba laana ya Mwenyezi Mungu imshukie mtu muongo, yani tufanye mubahala. Basi wale vijana wakakaa mpaka ilipofika mwezi wa Ramadhani. Baada ya Ramadhani ukaja ugeni wa vijana wa tablighi na kiongozi wao mkuu ambaye yuko hapa Dar es Salaam, simtaji kwa maslahi fulani, pamoja na kwamba katika baadhi ya maeneo nilimtaja, lakini hapa sitaji. Wakaja naye mpaka nyumbani kwangu ninapoishi kabla ya maghrib, yani baada ya asr. Kusalimiana vizuri, karibuni wageni, wakakaa, tukaanza mazungumzo. Alakhi yule akaanza mazungumzo moja kwa moja, akanitajia mahali aliposoma hapa Dar es Salaam kwa Sheikh fulani na Sheikh fulani, nimesoma markazi fulani, kule kulikuwa na Sheikh fulani na Sheikh fulani, kisha mimi nikaenda nchi fulani, yani Pakistani, nikakaa miaka 10, nikasoma hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Akaeleza aliyoeleza, kisha akasema mimi nawashangaa, yani si kwamba ananukuru neno kwa neno lilivyo, anakulu ile maana ya maneno, lakini na hakikisha nitafanya uadilifu, sitapotosha chochote, nitazungumza kwa ufupi, maana mazungumzo ni kwa marefu. Sisi tutashangaa baadhi ya watu wanapinga hii jamaa tabligh, na hii ndio da'wa ambayo ni da'wa iliyo na baraka. Hakuna da'wa ambayo inaweza kumtoa mlevi ikamleta msikitini kama da'wa hii. Hakuna da'wa iliyo na wafuasi wengi kama da'wa hii. Hakuna. Akaeleza mambo mengi mpaka kafikia kusema, mimi niliwahi kusafiri kwenda China kwa ajili ya da'wa. Tukafika kule, tukatafuta mwenyeji wetu, mwenyeji tukamwambia tukusanyie watu, tukatafuta baadhi ya watu. Kumbe China kuna Waislamu tena wengi,
asema tukafika mahali tukapata waislamu zaidi ya 400. Mpaka kuna bwana mmoja akauliza, waislamu wote umewatoa wapi wa China hawa? Akamwambia, kwa sababu wewe huja watafuta, wewe ukija huko watafuta machuma tu, lakini wapo. Asema tukapiga dawa pale, tukamaliza, kundi likakatika likenda Nigeria kwenye jitimai wa China. Asema mimi sijapata faida, yani faida niliyopata China yashinda faida niliyopata Maka. Kwa sababu pale Maka ukifika katika Al-Kaaba kuna watu wengine wanatongozana kupitia simu. Wallahi wa billahi katamka maneno haya. Kwa hiyo pale katika Al-Kaaba kwenyewe pia kuna watu wengine wanatongozana kupitia simu, lakini China inapata faida kubwa mno. Mimi naona hakuna tofauti, sijui hii Ansari Sunna, sijui Salafi, sijui na nini, yote ni kuwagawa Waislamu. Waislamu wote kitu kimoja, na hii ndio dawa imekusanya watu wote. Akazungumza aliyozungumza, mimi nimesikiliza kwa umakini. Alipomaliza nilikuwa bado kama dakika 5 hivi kufikia wakati wa adhana ya maghrib. Mimi nikamuomba yule ndugu, nikamwambia mimi nina mengi ya kuzungumza juu ya hayo uliyosema, lakini muda wangu haunitoshi. Kwani ninachowaomba, twendeni tukaswali, tukimaliza sala tutarudi hapa. Mimi nami niseme, nikueleze ule msimamo nilionao mimi katika hayo maneno unayosema, na kwa ujumla mimi sifichi, si elimu, si dini. Yule bwana akasema hapana, wewe tuna mauid na watu, kwa sababu watu hivi. Yule kijana aliyemleta katika watu wale waliokuwepo siku ile katika ambao nimewanasihi, akamwambia hapana shekhe, itakuwa si sawa sawa, tumsikilize na huyu naye asemaje. Ana maneno kwa sababu alitunasihi na sisi tumemsikia, kwa hiyo tusikilize na yeye, tuende tukaswali, alafu tutakuja hapa inshallah tukaanza kuswali. Tuliporudi baada ya iftari kidogo, tukaanza mazungumzo yetu. Nikamwambia mimi binafsi ni katika watu wanaopinga jamaati hizi zote, mimi hapa, na pia nyinyi nawaambia hivyo, mimi napinga hizi jamaati hizi, nazipinga, ambazo haziko katika mstari wa sawa sawa, nazipinga kama alivyozipinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, na kama alivyopinga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nikamwambia nataka kitu kimoja, mimi haya ninayoyazungumza na itakidi kwamba ndio haki kwa hoja nitakazozitoa. Sasa kwa sababu ikiwa mimi nimeongoka ninayosema ni kweli, basi bila shaka nina haki ya kuyazungumza na nina haki kushikamana nayo. Ikiwa ni ya kimakosa, hebu nihamishe kielimu, nitoke hapa nende mahali pengine kielimu. Unihamishe kinini kielimu, na si kwa hamasa. Kwa sababu matatizo makubwa kabisa, watu wengi wakisimama huzungumza kwa hamasa, kwa kutumia hisia za watu, na si katika misingi ya kielimu. Toa data za kielimu. Leo kusema watu wengi wamefuata, watu wengi sio hivi, watu wengi tusizungumze katika namna ya kihamasa. Hebu tuzungumze jambo kwa misingi ya kielimu. Sasa mimi ninachoomba, kama niko katika dhalala nitoe, si ndugu yako Muislamu nimekuja nifanyia ziara, walillahi alhamdu, nimefurahi. Sasa mimi katika itikadi yangu na itakidi ya kwamba watu wote wa sampuli yoyote wenye kulingania, ikiwa hawatolingania kwa mujibu wa misingi wa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata wakilingania bado watakuwa wana makosa. Hata wakilingania watakuwa bado kwenye makosa. Ina maana kwamba wana ulazima wa kufanyaje? Wa kujirekebisha, warekebishe pale walipoharibu. Sasa nikasema mfano, mimi ninavyowafahamu nyinyi, sikutaja mambo ya Lahori wala wapi, vile mimi ninavyowafahamu nyinyi katika dawa mnazozifanya, hamjiepushi au hamkatazi shirki al-akbar, kwa maana hamkatazi ushirikina. Mtu anaweza kusema kama mimi sijakataza, sikataza wewe au mtu mwingine. Katika misingi ya dawa watu waende pale ambapo ameanza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio misingi ya dawa inapokwenda. Yani mathalan mtu anafanya ushirikina, mtu huyo anafanya mambo ambayo ni ya bid'a, mtu huyo anafanya maasi, pengine ni mzinifu, amepanga na mwanamke wanakaa bila ya ndoa.
Au mfano mwingine, mtu umemkuta amekaa baa anakunywa pombe, kashika glasi kwa mkono wa kushoto anakunywa. Ina maana ukifika pale utawaambia ndugu yangu kunywa kwa mkono wa kulia. Mtume SAW amesema kwamba unapokula au unapokunywa basi kula kwa mkono wa kulia, kwa sababu mkono wa shetani anakula kwa kushoto. Au utamkataza pombe kwamba aslan asinywe pombe. Sio, unanielewa? Sasa umekuta mtu anafanya shirki al-akbar, na bila shaka inafanyika, na hali matabiri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wanaabudu mizimu, watu wana itikadi za kishirikina katika maneno yao, watu wanaapa kwa majina yasiyokuwa Allah tabaraka wa taala. Mtu anaapa kwa baba yake, baba yangu vile, au mama yangu vile, mama yangu nimfanyie mke. Limetokea jambo Mtume, kuna watu wasema hivyo, yani wanataka istighatha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si ndio? Watu wengine wanaleta adhkari zao na nyiradi zao, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi' al karami na mingineyo. Ina maana watu wanafanya irtikabu ya shirki. Isitoshe, kuna watu wengine wanaswali wakielekea makaburi na kuswali katika misikiti ya makaburi. Na vile vile nilivyolahidhi nikamwambia nyinyi ikhwa mliokuja hapa, nakumbuka mlikuja kuna msikiti na makaburi, nyinyi mkaingia mkaswali na mkakaa pale. Na zimekuja hadithi mutawatir, nikamwambia hadithi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali, hadithi ya Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi, hadithi ya Salama, hadithi ya Aisha na wengineo, hadithi ya Ali bin Abi Talib. Hadithi ni mutawatir zilizokuja kukataza watu kuswali katika misikiti ambayo ina makaburi, kuswali mahali penye makaburi, kuyaelekea makaburi, lakini yote nyinyi mwayafanya na wala hamikatazi. Na dawa ya kisheria inaanza kwenye tauhidi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amempeleka Muadhi Yaman, akamwambia innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, wewe unawaendea watu katika ahli alkitab, فليكن أو فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Huo ndio ujumbe wa Mtume صلى الله عليه وسلم anampa Muadhi kwamba unakwenda Yemen, wewe unawaendea watu wa kitabu, ukifika kule jambo la kwanza utakalowalingania ni la ilaha illa Allah. Na la ilaha illa Allah maana yake na shuruti zake na nguzo zake ni kuonyesha ni tauhidul uluhiyya, tauhidul ibada, watu wampekeshe Allah katika ibada. Sasa ikiwa hili unalivuka, unakwenda wapi? Sasa haitoshi kusema Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, katuteremshia mvua sisi bure, hakuna bili ya mvua. Allah tuteremshia sisi, atuwekea mwanga sisi tunaona katika wakati wa mchana, hakuna anayelipa bili. Allah tabaraka wa taala ametuwekea oxygen, sisi tunavuta hewa safi, na lao akikata sekunde moja sote tutafa. Allah kaeka hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Tauhidi hii walikubali wakina Abu Jahali na hawakuingia peponi na walikuwa makafiri. Qur'ani ndivyo inavyosema, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Ukiwauliza kina Abu Jahali, kina Abu Lahab, kina Umayya bin Khalaf na wengineo, nani kaumba mbingu na ardhi? Watasema nani? Watasema Lata wal Uzza. La, watasema ni Allah. Lakini kwa nini wanamshirikisha Allah tabaraka wa taala? Kwa sababu pale waliposema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, sisi hatuwaabudu hao isipokuwa tuweka hawa watukurubishe kwa Allah tupate ukaribu, yani hawa ni katikati yetu. Au wakasema haulai shufa'auna inda Allah, hawa ni waombezi wetu kwa Allah, ndio wakakufuru kwa hili. Tumeelewana? Qur'ani ndivyo inavyotwambia. Sasa ikiwa wewe hili ulikatazi, wazungumzia rububia ambayo watu wanaikubali, tena hata wasiokuwa Waislamu wakubali kwamba kuna Mungu aliyeumba mbingu, aliyeumba ardhi na aliyetuumba sisi, lakini je, hawashirikishi katika ibada zao? Hakuna wenye kuabudu mizimu, hakuna wanaozungumza maneno ya kufuru na shirki katika ibada, si kwenye pombe wala kwenye nyama za nguruwe, la, wanafanya shirki ndani ya ibada. Kwa nini hatuwakatazi hawa kwanza? Na da'wa yoyote ikiruka kipengele hiki haina mafanikio yoyote, haina baraka. Haya tuleta ikhtilaf, haiwezi kuleta ikhtilaf, na ikhtilafu hiyo ndio inatakikana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatengwa na jamaa zake na ndugu zake, wakaja kina Bilali ambao si ndugu zake,
katika damu, wakawa ndio ndugu zake katika imani. Baba yake mdogo, baba yake mkubwa na ndugu zake wengine wote wakawa tofauti na wao katika nara. tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kwa hiyo msingi huu kama tutauruka, bila shaka tumefeli. Nyinyi ndivyo mnavyofanya, mwakimbia misikiti ya makaburi. Je, nyinyi mwayakataza haya? Katika misingi ni kwamba sisi haturuhusiwi kuzungumza mambo haya. Tayib, jambo jingine ni elimu. Mimi nasema kwamba mlinganizi yoyote atakayelingania bila elimu amekuwa katika dhalala. Ni kweli balighu anni walau aya, waweza kumwambia mtu acha pombe, si ndio? Acha zina. Lakini dawa haishii hapo, kwa sababu sisi tunazungumza dawa. Na dawa inakataza shirki, dawa inakataza ufuska, dawa inakataza bid'a, dawa inaelimisha. Dawa sima upande wa kushajiisha na kuelimisha. Twende ukaswali, haya nifundishe, mtume katawadha vipi, kaswali vipi? Hujui. Kuna faida? Mimi nakuulizeni nyinyi, kuna faida? Umemchukua mtu huko alipotoka, twende ukaswali. Matokeo yake wamfundisha adhkari ndani yake zina shirki. Hajui mtume katawadha vipi, hajui mtume aswali vipi, swali ya mtume sallallahu, kwa sababu wewe mwenyewe hujui. Alafu wamkalifisha yeye aseme. Baba na wewe sema. Akitoka siku 2-3 kashaimba maneno kahifadhi na asema. Je, hii ndiyo dawa aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam? Na ndivyo linavyosema Qur'ani. Nikamwambia mimi naona tofauti kwenye Qur'ani. Qur'ani yatuhimiza sisi tutoke twende wapi? Nikamwambia aya nasema hivi: falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din. Na ndio kazi tunaifanya sisi, tutakaa hapa watu wanakuja kusoma. Yatafaqahuna fi ad-din. Wakitoka hawa wanakwenda watu katika miji yao, wanakita nao vituo vyao, wanawasomesha watu dini. Ndio walimu wanaokaa wakasomesha madaris, wakakaa wanasomesha ilmu baada ya kusoma. Na hakuna dharau katika jambo hili ukamwona kwamba huyu hafanyi chochote. Wewe unayetoka kwenda mahali fulani na mahali fulani ndio fanya jambo kubwa, na huna elimu na hilo. Mnanielewa jamani? Haya maneno mimi nimeyazungumza, na hivi ndio hali halisi ilivyo. Na hivi ndivyo tuende, kwamba ni lazima kwanza elimu. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwenendo wake akaambiwa fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua. Kadhalika yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka katika miji, akipeleka wataalamu wakienda kufundisha kitabu. Kabla ya kwenda Madina alimpeleka nani? Alimpeleka Mus'ab ibn Umair al-Abdi. Nenda Madina akawasomesha watu Qur'an, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina, nyumba zote za Madina watu wote wanasoma Qur'ani, na nyumba zote zimekuwa za Kiislamu. Amekaa na wasomesha watu, na akampeleka mtu mtaalamu. Wewe huna utaalamu, walingania vipi? Na hatua ya kwanza wewe ni kusoma. Umesoma wapi? Matokeo yake kuna maneno yanayozungumzwa kwamba hawa waliosoma hawa ndio waliopiga vita, hawa waliosoma hawa ndio wataki da'wa. Haya ni maneno ya tamthili ya kukimbiza watu wasisome. Ukisoma utabadilika. Na da'wa yoyote ambayo hailinganii watu kwenye ilmu haiko katika haki. Da'wa yoyote ambayo hailinganii kwenye tauhid al-khalis katika ibada, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Hivi ndivyo watu walivyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Tayib, tukiachilia mbali itikadi, nikamwambia masala ya itikadi aina Allah katika itikadi, nikamwambia vile vile swala la umoja nikayazungumza kama nilivyozungumza. Si umoja tu, lazima ipatikane tamayuz, watu wa umoja wao katika itikadi, katika mwelekeo, nikazungumza. Nilizozungumza ni mengi niliyozungumza ambayo siwezi kuzungumza kila kitu. Nilipomaliza mazungumzo yangu nikasema sasa mimi haya niliyosema ndio ninaitakidi. Nimezungumza mengi, haya ndio ninaitakidi ndugu yangu. Sasa kama kuna makosa hivi ninavyoitakidi kwamba watu fulani wafanya makosa kwa sababu wafanya jambo hili, hebu nirekebishwe. Mimi nishamaliza. Wallahi wa billahi ushhidu Allah alladhi la ilaha ghayruhu, namshuhudia Allah asiyekuwa, hakuna Mungu mwingine isipokuwa yeye mwenye kuabudiwa kwa haki. Achukua bakora yake sema jazakallahu khairan, tunataka istidhani shekhi, tunakwenda zetu, asalamu alaykum. Huyu afatoa kwenda zake. Simenielewa?
bila kusema chochote kwamba umepatia au umekosea. Sasa ile nukta ya kusema kwamba yeye amepata faida zaidi sehemu nyingine kuliko Makka, nilisahau kumwambia, lakini si maneno ya sawa sawa, si maneno ya sawa sawa. Hata kama watu wanafanya uovu wa sampuli yoyote katika Al-Kaaba pale, bado Al-Kaaba itakuwa ni bora kuliko sehemu nyingine. Si Al-Kaaba ilikuwa ina masanamu 360, masanamu wote kutongozana, na mtume alikuwa akaenda kufanya ibada pale, na ndio afdalul biqa'i ala al-ard, bado ilikuwa ni sehemu takatifu kuliko zote katika ardhi, na ndio sehemu mubarak. Kwa hiyo haidhuriwi na uchafu wa mchafu. Huwezi kusema maneno kama maneno haya, na walaki, na ndio maana tukasema kusoma, usijisemee tu maneno, usijisemee tu maneno, kwa sababu innal ardha la tuqaddisu ar-rijal, ardhi haiwatakasi watu. Mtu anaweza kaa yuko Madina, yuko na mtume, ni mnafiki, si walikuwepo, wataichafua Madina? Hawaichafui, wajichafua wenyewe nafsi zao. Kwa hiyo si maneno ya sawa sawa. Kwa hiyo kuhusu kwamba tablighi ni kundi au jamaa, kuna mambo mawili. Kiistilahi hili ni kundi, jamaatu tablighi wa da'wa, liko kundi hilo. Na tablighi ni neno la Kiarabu, maana yake ni kufikisha. Sasa tunazungumza hapa wale walio katika jamaa, katika kundi, ndio tunaozungumzia sisi kwamba katika suala la elimu wamelipa mkono pembeni kabisa. Watakikana ndugu zetu hawa wakae wasome kwanza. Unapowachukua watu, warudishe wakasome, wasomeshe ilmu ya kisheria, wakitoka wende mahali. Haina maana kwamba watu wasikatazane mema na maovu na wakamilishana, wasikatazane maovu na wakamilishana mema, la. Lakini kile unachokizungumza hakikisha kwamba una elimu nacho. Lakini usivae kanzu ya da'wa ukasimama mbele za watu ikiwa huna elimu. Haramun. Sheria ndio inavyosema, Qur'ani ndio inavyosema, ni haramu. Haramun alayka, unidhulumu nafsi yako. Kuna mtu anaweza kunipinga katika hili kwa hujja za kielimu, si kwa maneno tu. Tayib. Walichozusha hasa ni kipi? Kuna mengi yamezushwa, kuna mengi. Wacha masala sijui ya kusema siku kutoka 40 siku 3. Haya ni mambo katika furuu ambayo wengine unaona kwamba hana uzito, lakini ni itikadi za batili zilizokuwa zimebebwa. Leo asimame akbar, yani asimame mtu ambaye ni mkubwa zaidi kuliko watu wote katika hilo jambo hilo linalolingania hilo, tumuulize akida yake, itikadi yake katika baadhi ya mambo kwa mujibu wa kitabu na sunna, na kama walivyofahamu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tuangalie. Lakini vitabu vyao na maelezo yao kwa shahidi yako wazi, na matendo yanashuhudia juu ya hilo. Ni watu ambao hawatungi kuswali katika makaburi na mengineo na mambo mengi ambayo hayako sahihi. Hatuwezi tukayataja kwa ujumla, lakini yaliyozushwa ni mengi, kwa sababu kuna watu wana itikadi tofauti za kimaturidiyya, ash'ariyya, jishtiya, nakshabandiyya. Zote si itikadi za ahli sunna tu, jamani, na zimezushwa. Na huu mfumo wa kulingania bila ya kuanza elimu na hatua ya elimu pia ni mfumo ambao umezushwa. Kwanza elimu, kisha mambo mengine yanafuatia. Kadhalika huu umma uliopotea tuuendee vipi kuukumbusha katika akida sahihi? Bila shaka ni kama vile alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa akilingania kwa mimbar, na ndio kwa ulinganizi wake mkubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka wataalamu katika kila mahali, akiwapelekea watu, au watu wakija kwake wakichukua wakenda kwao. Mfano kuna mifano iko mingi, sio? Mfano wa watu wa Yemen alipotoka Wa'il bin Hujr al-Kindi na kundi lake walipokuja kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walitokea Hadramaut wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakajifunza, kisha wakaondoka wakaenda kuwaelimisha watu dini. Mfano mwingine ni wafdu Abdul Qais, ugeni uliotoka sehemu za Bahrain, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakakaa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, amurukum bi arba'in wa anhaakum 'anil arba'. Amurukum an ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Akaeleza aliyoamrisha, kisha akasema wa anhaakum an arba'in, nakukatazeni mambo manne. Anhaakum anid-dubai wal hantami wal muzaffati wan naqir. Asema ihfadhuhunna wa ballighuhunna man wara'akum. Maneno hayo yahifadhini, muafikishieni waliokuwa nyuma yenu. Wakachukua ilmu wakayafikisha mambo yale kwa sehema zao.
Sasa watu watakana wachukue elimu alafu waende wakafikishe kwa watu wao, na si masala kukamatana na kusimamishana tu, si masala. Dini haiko namna hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipeleka watu au watu wakitoka kuja kwake wakienda wakichukua elimu na kurudi kwao. Kadhalika alikuwa akipeleka wataalamu kina Muadh. Muadh amekwenda kama mtaalamu, amekwenda kukaa kuwafundisha watu wa Yemen. Kadhalika Abu Musa al-Ash'ari akapelekwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahusia, yassira wala tu'assira wabashira wala tunafira. Huu ni wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abu Musa na Muadh bin Jabal. Nendeni huko, lakini fanyeni wepesi, msifanye uzito. Leteni bishara kwa watu, msilete tamthili mkawakimbiza watu kwenye dini. Lakini kina nani? Ni Muadh ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika masahaba wanashuhudia kwamba alikuwa ni katika ahlul ilmi, na kwamba siku ya kiyama wakifufuliwa maulama, basi Muadh ndiye atakayekuwa ameshika bendera ya ahlul ilmi mad al-qadh. Kiasi kuchukua jiwe ukarusha hivi, Muadh atakuwa yuko kule ameshika bendera akiongoza ahlul ilmi, wa wanawachuoni wote wanamfuata Muadh bin Jabal. Alikuwa ni alim. Kwa hiyo alipelekwa Muadh kwenda kusomesha. Kadhalika Abu Musa, kadhalika Mus'ab bin Umair al-Abdari, kadhalika Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Kwa masahaba walifanya namna hiyo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya kazi hiyo. Lakini tunasema elimu lazima, yeyote mwenye kulingania na atakayekwepa elimu ataingia kwenye matatizo. Kwa nini? Kwani tunaona uzito gani kusoma? Hebu niambieni kwanza nyinyi, labda kuna kitu gani kinachowazuia? Kwanza wewe utakulingania, soma. Yani kwa uchache Muislamu hajui kusoma hata Qur'an. Wadhakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Sasa wewe kama hujui Qur'an utalingania vipi? Hebu niambie, wewe utaleta kitu kipi? Falsafa gani utakayoleta zaidi ya Qur'an? Zaidi ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam utalingania kwa kipi? Na kama una utaalamu utasimama utazungumza hadithi au maneno ambayo hayakuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni sawa? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Yule mwenye kunizulia mimi kwa uongo na achague makazi yake motoni. Anasema, lakini mimi sijazua, mimi nimenakili tu. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kama ilivyo katika Sahih Muslim, man kadhaba alayya mutaammida au man qala alayya ma lam aqul fahuwa ahadul kadhibaini. Katika riwaya nyingine fahuwa ahadul kadhibin, yule ambaye atasema yale ambayo mimi sijayasema. Mtume swalla salama amesema na hali ya kuwa kusema, si wewe uliyezua umenakili, basi wewe ni mmoja kati ya hao waongo wawili. Sasa uone una matatizo. Ina maana kuna haja ya wewe kujua kipi kimethibiti na kipi hakijathibiti kutoka kwenye kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna wajibu huo. Sasa kama hukusoma utajuaje? Utawaidhi wapo watu vipi? Mnanielewa sijui? Sasa mtu msije akasema watu wapinga yani tuzungumza kielimu. Wewe wasimama huna elimu yoyote katika dini, au wajua baadhi ya vitu, hujui itikadi sahihi, hujui chochote. Kwa nini usianze na hapo? Kama alivyoamrisha Allah tabaraka wa taala, asema kingetoka kikundi katika wao kiende kujifundisha dini, alafu kiwaonya jamaa zao na kuwalingania jamaa zao, watakaporudi usharudi. Umerudi kutoka wapi? Sasa kama hujarudi, mbona hutaki kwenda? Sasa watu waitumia aya hii kwamba watoke, lakini watoke kwenye nini? Kulingania. Utalingania vipi na waambiwa kwanza elimu? Ndio hapa tunapotofautiana jamaa, dhibitini simu zenu. Vinatushawishi. Allahu almusta'an. Naeleweka? Yani kuna mtu bado hajaelewa, natilia mkazo hapo. Kuna watu wengine wataondoka na ufahamu wa kimakosa vile wanavyotaka wao, kwa sababu tayari washakasudia jambo. Lakini sisi tunasimama hapa kwamba da'wa bila ya ilmu ni dhalala. Tayib, khulafa ar-rashidun waliendea umma katika masala ya dini, au walifikishia umma katika mimbari. Yote yalitumika, mimbari zilitumika na watu walifikishiwa, si ndio?
unaweza ukawafikishia watu katika mihadhara ya wazi kama ni masokoni, sawa. Ukamfuata ndugu yako ukamlingania nyumbani katika jambo kadha wa kadha, sawa, yote ni sawa. Lakini sisi tunachokizungumza ni suala la elimu. Una elimu unachokilingania. Leo mathalan wewe umetoka hapa umekwenda huko aqsa dunia, mwisho wa dunia, dai wewe, ukakuta watu wana mushkil, ukawalingania, wakakubali. Nataka kuswali shekhe, sasa twende tukaswali. Lakini mimi sijui kuswali. Kweli kama wewe hujui swala, utamfundisha swala gani? Hebu niambie, wewe hujui chochote, wewe mwenyewe hujui kuswali, hukujitaalamisha swala, utajifundisha swala gani? Kwa hiyo makhulafa ar-rashidun walitoka kwa yote haya. Sasa asema shekhe, naomba unijibu kwa sababu hiyo ndiyo njia ya peponi. Yani nikasema sijui ni jawabu ndio njia ya peponi au swali ndio njia ya peponi au hiyo jamaa tablighi ndio njia ya peponi. Kama akiwa anakusudia kwamba hiyo jamaa tablighi ndio njia ya peponi, sasa sema si sahihi. Kwa sababu njia ya peponi ni ile ambayo wanapita watu kwa misingi ambayo ameainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tunachowaomba watu si kwa maana wakae wasifanye da'wa. Ndugu zetu, jitoleeni katika kufanya da'wa, lakini fateni utaratibu wake. Kama hujui kusoma Qur'ani, kaa usome Qur'ani kwanza, jifundishe sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwanza, ujue itikadi ya dini yako. Dini yako yasemaje kuhusu Mola wako aliyekuumba wewe? Kuna mambo mengi. Si lazima kwamba wewe uhifadhi Qur'ani kwa isome Qur'ani uijue, lakini ukasimama katika maana ya aya, ni muongo. Hakuna maana ya aya. Mafuhumu ya aya, mafuhumu amna katika mafuhumu ya aya. Isome aya. Na watu wasomewe aya. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrishwa awasomee watu aya za Qur'ani. Hakuna masala ya ujanja na bla bla katika dini. Sasa sisi tunayopinga ni haya mambo ya ujanja. Sasa mimi naomba kama kuna swali la kujalizia katika suala hili ningeulizwa. Na kadhalika mimi nawaambia wazi